Yesu amesajua kwamba yule mwanamke anawaza vibaya. Ndio maana mwanamke Msamaria alipokutana na Yesu, Yesu anamwambia nenda kamwite mmeo, kwa sababu anayajua maisha yake. Anaelewa yule mwanamke hakujificha kama siku nyingine. Inawezekana kuficha dhambi, lakini sio katika injili ya Yesu. Injili ya Yesu inaangaza maisha ya mtu, inaangaza maisha yote anahusu mtu. Inaangaza maisha anahusu mtu, inaangaza. Biblia inasema yule mwanamke akamwambia sina mume. Kuna watu hawana waume wala hawana wake, maana kila mwanaume amempitia, kila kijana amempitia. Yeye amekuwa kama kikorogoso. Kila mtu ni mume wake, kila mtu ni mke wake, amepitiwa. Mwanamke akasema sina mume. Yesu akasema ni kweli, maana umekuwa na wanaume 7, wote unaokuwa nao sio waume zako, wote ni mahawala. Akasema hapa umesema kweli. Aliposikia hizo habari akashtuka. Akasema nasikiaza kwa injili ya Kristo hii. Nasikiaga mikusanyiko. Unajua kuna tofauti kati ya injili na mikusanyiko. Kwa ajili ya kutiana moyo na kutiana faraja. Kuna tofauti kati ya mikusanyiko na kumwabudu Mungu. Watu wanaweza kumwabudu Mungu na huko ni wachawi, wanamwabudu Mungu na huko ni wazinzi, wanamwabudu Mungu na huko ni malaya, wanamwabudu Mungu na huko ni walafi, hawamwabudu Mungu aliye hai. Hata huyu mwanamke, Biblia inasema alikuwa amezoea kwenda kuteka maji katika kile kisima. Kama ulivyozoea kusikiliza injili, wewe ni Mkristo ni sawa, una jina la Ukristo ni sawa, lakini ndani yako Yesu akikuona naona una hawala wewe. Akikuona naona wewe umefuta mshukule. Akikuona naona wewe ni mwizi. Akikuona naona wewe ni jambazi. Akikuona naona wewe ni mfinzi. Akikuona naona wewe ni mlevi. Akikuona naona wewe ni mbaya. Lakini na usalia sote sana. Ibada zote na ni mwaminifu sana. Yule mwanamke akaenda katika kisima. Akakielezea kisima. Unaweza kuelezea vizuri kama unajua. Niwahi kuwa naongea na mtu mmoja, mzee mmoja. Hakuna waliofeli kwenye wokovu kama wazee. Wazee na wabibi wamefeli. Wakuta wazee na wabibi wameokoka ni shida. Wazee, wabibi na wababa na vijana wanaovaa unaita kata kiuno, sio kata nini, wanavaa havyo, wamefari, wameshindwa. Wanakwenda makanisa, wanaabudu usiku na mchana, shida ziko pale pale, magonjwa yako pale pale, ndoa ni kibano vile vile, shida ziko pale pale, hakuna kupona. Lakini unapokutana na Yesu, unapoamua kubadilika kabisa na kumkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha, tayari unaokolewa. Unaokolewa. Huyu mwanamke alikuwa na